Marafiki anao, lakini hakuwahi kuniambia kwa mtu kama yule, hakuwahi kuniambia kama ni rafiki yake. Na labda huyo alipofika pale, kuna vitu vya tofauti vyote ulivyoviona tofauti na marafiki wengine ambao unawafahamu mke wako? Tofauti ambayo niliiona mimi, sababu yeye ndiye mimi alinikuta. Mama alikuwa ametoka, mke wangu alikuwa ametoka. Ilikuwa siku ya Jumamosi, kwa sababu mimi pale nipo karibu na kanisa, hilo kanisa jekundu. Mimi nasimama tu kama mhudumu pale kwa upande wa mambo ya muziki na praise na kwaya. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya mimi naandaa kazi zangu kwa ajili ya mazoezi baadaye. Lakini mama yeye alikuwa kwenye majukumu yake huko naye. Hasa kwa sababu nilikuwa katika harakati zangu, sina hili wala lile. Kumbe tu alishakuja muda, watu wanamuona anajibanza kule, hatulii, mpaka walishaanza na kumjaji, huyu ni wa wapi? Lakini kwa sababu hamna mtu wa kustua wala nini, kila mtu tuna mambo yake hivyo. Na bahati nyingine ambayo si ni mbaya, si ni nini, pale kulikuwa na nyumba mafundi walikuwa wanarekebisha tu, ni karibu tu na hapo ninapoishi. Kwa hiyo kulikuwa na kupushani pale. Sasa nilivyotoka mimi nje, hata sikuwa na muda naye. Yaani nikajua tu hapa kwanza wapangaji ni wengi na nini. Mimi nikawa nimeenda kanisani kwa muda kwa kama wa saa 6. Nikaenda kanisani kwa ajili ya kufanya marekebisho ya kifaa kimoja ili baadaye mazoezi. Nimekaa pale kidogo, bahati nzuri nilimkuta mchungaji pale kanisani. Sema, mwanangu, jambo? Yes, jambo. Uko salama? Kabisa niko salama. Familia yako iko salama? Haya. Nikaingia kanisani. Baadaye dakika 10 nikasema ngoja nirudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani, nikamkuta kajibanza karibu na mlango wangu pale ninapoishi mimi, yani pale kuna kimti kipo. Bahati nzuri pia huyo dada pia mtoto wangu wa 3 ana miaka 4, ni wa kike, alikuwa amemkumbatia kama vile yani kama vile mtu yani kwa nguvu, kwa sababu huwezi jua mtoto na yeye anajua tu kila mtu ni rafiki tu, kakubali tu naye kakumbatiwa. Ndipo hapo nikastuka, huyu nani? Nikamuuliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Mariamu. Kwanza nilimwanzia kumuuliza, wewe vipi hapa? Ni mstuko. Akasema, samahani, mimi ni mgeni wa mama Isaki. Sababu mwanangu wa kwanza anaitwa Isaki. Mgeni wa mama Isaki. Mgeni wa mama Isaki? Mbona mgeni wa mama Isaki? Yani namna ulivyo act, yani ni kama ni ueleweki kama ni mgeni hapa. Sema kwa sababu wenyeji sasa sijawahi mimi kufika hapa, hiyo nilikuwa naangalia labda kama mpo au hampo. Naona sikuwa na uhuru sana huko. Sasa nikamwambia, wewe mama Isaki vipi, inakuaje? Sema, mama Isaki ni rafiki yangu. Rafiki yako kivipi? Mama Isaki ni rafiki yangu, tumefahamiana mjini kule. Tulionana hospitali, katika harakati za kukaa huko tukafahamiana, tukapendana, tukawa marafiki. Mimi sasa ukasema labda sijui labda walifaanaje. Na labda wakati tukio hilo sasa linatokea, wewe ulikuwa upo nyumbani au uliondoka tena? Tukio lilipokuwa linatokea, mimi kwa sababu hapo ilikuwa utangulizi, hapo ndo
nimuuliza maswali hayo mengi hayo kwa mpaka ikafikia nikamuulizia unatoka wapi? Nasema mimi natokea Swaswa. Hapa nikastuka, nasema Swaswa huku wewe umepajuaje huko? Sijawahi kukuona mimi. Sema mama zake alinielekeza, haiwahi kunielekeza. Kwa hiyo sijapata shida sana namna ya kufika. Sema nikamuuliza kwani wewe unasali wapi? Sasa kulingana kwa sababu mimi marafiki zangu wengi labda ni watu ambao tunasali nao. Akaniambia mimi sio nasali, mimi ni Muislamu, mambo ya kusali mimi sema kumbe. Sasa mimi moyo nikasema mama zake ana marafiki hadi sijawahi mimi kuona, ila sio mbaya, lakini ule kulingana na mimi ubize wangu, yani sijawahi kutoka nje na ambao wako kanisani. Kwa hiyo nikamuuliza wewe ni mwenyeji wa Dodoma hii? Akasema hapana, mimi sio mwenyeji wa Dodoma, mimi ni mwenyeji wa Tanga, ndio tulikozaliwa huko. Sema moyo tu kao unafikiria. Nikamuuliza kwa hapo umefuata nini sasa? Akasema hapa nimekuja kumsalimia rafiki yangu, mimi leo sina kazi, nikaona nije nimjulie hali rafiki yangu. Nikamwambia rafiki yako sasa hayupo. Rafiki yako hayupo. Akaenda wapi sasa? Sasa kwa kweli mimi hajaniaga. Kwa sababu kuna wakati mtu anaweza akatoka, sio labda kaenda mbali au, lakini ametoka tu. Au kaenda shambani. Au kasema huyu shambani, kajua saa ngapi na shambani. Nikajua labda kweli yeye atakuwa rafiki yake, labda washajuana na shambani. Nikasema mimi siwezi kujua, ila tu hayupo. Nikasema sawa kangoje tu nimvumilie rafiki yangu, nimvumilie, maana mimi leo sina kazi na shida naye tu tupige story na nini. Nikasema sasa nikawaza sasa nimwambie aondoke au nikasema sasa nikimwambia aondoke huwezi jua, kwa sababu mke wangu anakuwa na kazi za hapa na pale, asubuhi huwa anaenda mjini kuchukua bidhaa na nini. Unaweza ukakuta labda ni kweli rafiki yake au mteja wake au wote wanafanya biashara, au kweli huko hospitali namna walivyopendana huwezi jua. Mimi nikamwacha tu, nikawa kimya pale, kaa kimya na mimi nimetulia. Nikamwambia namuomba huyo mtoto. Sema mwache tu mtoto, mwache tu, haina shida. Mtoto kanipenda, hana shida. Sema sipendi mimi mtu kumzoea mtu ambaye mwache tu. Basi baadaye sio muda mrefu mvua ikaanza, mvua imekuwa mwingi, ikaanza kunyesha. Sasa nasema mvua inanyesha tena. Mama karibu ndani, naona kwa maana ya kwamba ni ile heshima, kwa sababu huwezi jua, usimchukulie mtu kwa ubaya, labda pengine ni rafiki yake, akaja rafiki yake kaona kama vile umemwona afai tu, ni kama nikakaribisha ndani, kakaa, hatakuwa na story kwa kweli, kwa sababu mimi moyo kawa tu kwa jinsi sijawahi kumwona au anamdai au anadaiwa au kuna nini akafuata nini. Naona ni kweli marafiki yanao na siwajui, lakini marafiki zake, lakini kulingana moyo wangu ukasema toka tupo hapa Dodoma mpaka leo huwezi mtu ukakosa rafiki. Mimi nikasema tu acha ngoja subiri aje. Sikuwa tena na mudi wa kwenda kanisani wala kutoka nje. Na labda hapo mke wako amekuwa marafiki zake wanakuwa wana mazoea kuja nyumbani kwako na kukaa na kuzungumza na kuwa free? Hapana. Yaani kweli mimi hajawahi
Yani hata kama aliwahi kuwaleta ni wale ambao nawafahamu mimi, wako ndani ya ya jamii ya tunasali wote na nawafahamu vizuri. Nao huwa hawaji, yani anaweza akaja tu labda na shida na bidhaa zake anazouza, anachukua anaenda, ni hakai, yani ni dakika 10 hakai. Na labda wakati mke wako anarudi alikukuta kwanza, na kama alikukuta uliweza kumhoji kuhusiana na huyo mtu aliyekuepo aliyefika hapo? Alifika muda wa saa 9 na dakika 40 hivi hapo. Yani kwanza tupo njaa kusema kwamba yani mpaka nikaona za mawili, huyu mama harudi, kwani kaenda wapi huyu naye? Yani kukawa na maswali, kwa nini moyo nakatata kusema kufanya chochote au tu nikahemecha. Kumbuka na kale katoto kana njaa mpaka kaanza kulia, moyo wa kusema niondoke nikatafuta labda chakula hata mgawani ukawa haupo, kusema tu hapa hivyo naona mpaka mtoto akasinzia. Basi akaja hiyo saa 9 na dakika 40 hivi, hivyo kuja akapiga jicho hivi akapitiliza chumbani, hata hawakusemeshana sana. Nasema mbona kapiga jicho alafu haongei, naona asa. Nikasema ngoja nitulie tu nione hii hali ikoje. Kaenda chumbani kakaa, yani hata dalili ya kurudi sebuleni haipo. Nikamuuliza, wewe vipi, njoo huku. Ndo kumbe akawa anamwandaa mtoto, alikuwa kwa sababu wakati huo ulikuwa umekaa sebuleni na huyo mgeni? Alikuwa amekaa kwenye kochi, mimi nilikuwa mlangoni hapa. Nilikuwa nimekaa karibu na mlangoni tu. Naona sikuwa na story kabisa naye. Sawa, tuzungumzie sasa kuhusiana na tukio hilo. Wakati sasa mama mwenyewe ndo alikuja, kwa maana mke wako ndo alikuja kuambia mtoto amepotea, au ilikuwaje? Wewe ulipata hiyo taarifa? Baada sasa ya yeye kufika kurudi sebuleni, wakatazamana tena. Walivyotazamana tena wakafahamiana, akasema kumbe ni wewe, karibu rafiki. Akasema mimi nikakuna kumbe ni rafiki. Sasa kwa sababu mara ya kwanza alivyopitiliza chumbani, mimi nilijua huyu ni rafiki kweli au kuna kitu kinaendelea hapa. Alivyodhibitisha yeye ni rafiki huyu, mimi moyo ukawa na amani. Moyo ulipokuwa na amani, mimi nikaenda kununua mahitaji, wakaendelea kupika. Hii kwa saa 10 nikahitajika kwenda kanisani kwa ajili ya mazoezi.